Jifunze kuelewa dunia na mitindo yake, kubeba mambo visivyo kawaida, kuwa sawa na Biblia, kitabu cha nyakati. Kuna wakati nawaza kwa nini binadamu sasa wanakuwa wagumu kuelewa, wasio na maamuzi au kuhoji, waliojaa hofu dhidi ya dunia kuliko aliyeiumba. Hivyo natambua kuwa ni vyakula visivyo salama kwa afya yao, kwa maana walivyoumbwa chakula chake kuwa asili yake. Hivyo wakati ujao chakula si nguvu tena, maji si uhai tena. Wakati unakuja watakula kingi, hawatatosheka, watakunywa, hawatakata kiu, na wakati huo hawawezi kulima au kazi ngumu. Huku vifo vya ghafla, magonjwa makubwa yasiokwepeka, wenye fedha kuishi, wasionazo hawana bahati. Chanzo ni kukimbia asili. Mpaka sasa watu wangapi wanatoa harufu kali katika miili yao? Hiyo ni ishara kuwa tumekufa. Hoja si hii, lakini twende na hoja kulingana na mfano huu. Nitaanza kwa mfano. Yupo mkulima mmoja aliyekuwa anapanda mazao yake shambani. Misimu ya kwanza alikuwa anapata mazao mengi, hata hivyo misimu iliyofuata ikawa yanapungua. Siku moja akawa anasikia watu wakihamasisha watu kutoka kwenye kilimo cha mazoea na kuanza kutumia mbolea na mbegu za muda mfupi zenye kutoa mazao mengi. Hivyo mkulima huyo akaanza kilimo hicho. Baada ya mavuno mengi baadaye, tena kukawa na changamoto za kubadilika kwa mbolea na mbegu zikawa hazifanyi vizuri tena. Hivyo akawa mtu wa kubadili mbolea kila wakati. Mwishowe hadithi hubadilika kutopata kabisa. Sasa hembu chukua mfano huu kwa mbegu ni neno la Mungu. Mwanadamu ni udongo ambaye anajiua taratibu kwa majaribu madogo kwa faida za muda. Elewa funzo hili. Mwanzo mkulima huyu alikuwa amepanda kwa mbolea na mbegu asili, ambapo kukosa ni sehemu ya maandalizi ya baadaye, lakini akaona ni kukosa. Ndivyo watu wanavyoacha kushikilia asili yao, imani yao, Mungu wao, wokovu au wapendwa wao, kwa vitu vya muda vyenye kupoteza utu wao. Hii ina maana hatuelewi kisa cha Ayubu aliyeamua kushikilia imani yake mbele ya Mungu wa kweli, au Danieli aliyechagua kushikilia maombi kwa Mungu, au Petro aliyechagua kushikilia wokovu kwa njia ya toba dhidi ya bwana wake na rafiki yake wa kweli. Mpaka wakati mwingine, jina langu naitwa Beni Maarifa.